Nataka usupport ule msanii analala, apigagi show, msanii unamkutana ana connection, tunataka umpandishe umfikishe wapi jamani? Wajue kwanza kujiuliza, unajua kwa nini Diamond kafungua TV yake? Kuna wenye wanafiki, akesi ni mnafiki. Oh my god, kwani? Ni mnafiki tena mbaya sana. Kwa nini unasema akesi ni mnafiki sana? Nasikia anniversary ya promoter unatia ku stati. Mimi nyimbo yangu si stati. Sasa inaonesha nini kama sio ubaguzi? Lakini kuna msanii mmoja juzi alikuwa na concert. Wanasaidia sikutia hiyo stati ku nani hiyo afisha yangu ku stati. Lakini nikaangalia nyuma wakati nitoa nyimbo. Hakuwa atatia comment kabla hajaenda hata Kampala. Alikuwa na kwanza ukimwangalia vizuri kwenye tattoo yake kwa kiuno kuna frima. Delicia na tattoo hiyo. Wewe kama rafiki yake atakupandishia. Ulionaje? Mimi niliona sana nakwambia kwa sababu najua. Yiwe na maramusariva namuhereye kuri mikoro muri kumwe na Delicia dftv, behind the camera turi kumwe na Pharaoh the Monster. Uno munsi tukaba turi kumwe na Bianfrima, tukaba dushaka kuganira nawe imwe abiri atatu bivaye n'umuziki wiwe n'ibindi byinshi. Please gira subscribe, ugira like na share kugira ubandanye uronka notification z'ibiganiro byacu uko bucya nuko bwira. Bianfrima turakora mu kizi. Yego nani ndabaramukije. Pharaoh. Yego. Bianfrima first time reka mvuge ni felicitation kuri indirimbo yawe Shuka, ni song ya bien, video imeze bien, ongera. Merci kabisa ndashima. So tumesikia kwanza mtoto wako anaumwa, pole, amepewa sumu. Ndio hivyo, unajua binadamu wako tofauti sana na maisha ya sasa, unajua anajua anatokitaka yeye lakini Mungu atasaidia tu. Najua vipi ameshapona, anaendelea? Ameshapona, yuko sawa. Alhamdulillah. Kingine nasikia siku hizo na management na manager wako hamko poa. Nini tatizo? Tatizo ipo lakini unajua ndio naona kwamba hapa Burundi hakuna management. Kuna watu ambao watakuja kusupport. Management inaomba vitu vingi sana. Sasa wajue kutofautisha management pamoja na kusaidia mtu. Sasa tujue kama hapa sisi tuna ibada tujapata management wa wasanii wote wa Burundi. Tuko tunatafuta. Management nadhani kasema ni moja hapa ni Bantu Boy. Lakini zingine zote sio management. Ni watu ambao wanatafuta jina kupitia kwa wengine watu. Maana yake wao ulikuwa unasaidiwa sio manager. Nilikuwa nasaidiwa sio manager. Nilikuwa nasaidiwa sana. Lakini nashukuru na siwezi sawa utu wao. Nini tatizo hasa kilichofanya hadi hamko poa? Nilikuja kuangalia muziki ni vitu vigumu, ni vitu virefu sana. Mimi ni msanii bado nahitajia kuwa na maisha mazuri. Sasa management ziko tofauti. Pako management ya mimi wenyewe naweza nikatumikisha. Nasema mimi msanii natumikisha manager wangu wa kutafuta activity yangu ya muziki. Na piko manager wa kuangalia situation ya maisha yangu. Sasa nilikuwa kuja kuona kama niko na mwenye atajua situation ya maisha yangu kusaidia mimi ili tufanye kazi ili tuingize. Nikakutana sasa iko tofauti na gisi nilikuwa najiwazia. Na ni watu ambao wako kwanza vigumu kutoa pesa ili tuone kitu cha kufanya. Na kisha kwa manager kujiangalia kutoa franga ili kesho zitakuja. Sasa niliona iko wabunifu kwa kusema tufanye kazi vizuri. Lakini nimekia kuona kwamba hata tufanye kazi watakuja tu kwa sababu piko wengi sana wanahitaji tufanye kazi, lakini nimepata kisomo najipanga kwanza ili tufanye kwanza vizuri. It means mtafaruku kati ulikuja kabla ya nyimbo Shuka kutoka. Shuka kutoka ni mimi ni bado kwanza nilikuwa kama video mbili. Ilikuwa ni nyimbo ya kwanza mimi na esthernish.
siwezi kusema sana, lakini itakuwa kama surprise kwa fans. Baada sasa nikamwambia tufanye shuka. Mpaka kwa ubishi sana, nikakutana ninafanya muda mrefu bila siachi, yani kama miezi 4 hivyo. Nikasema kwa nini mimi siko mkonfeni sasa nibaki najua na nini. Basi nikawa nikajitahidi kufanya video shuka kwa uwezo wangu, gharama zangu zile. Okay. So na wewe unaonaje ili swala ambalo lipo, kuna rumors ambazo inasema kwa sasa Kuja Flavor anayekalia kiti Mr. Champagne. Wewe unasemaje kuhusu hilo? Rudi ndani. Kwa sasa kuna rumors ambazo zinasema kuwa mwenye anayekalia kiti kwa sasa ni Mr. Champagne. Wewe unasemaje? Kiti gani? It means Kuja Flavor, yani iko hot. Anaiongoza. Wewe unasemaje? Ndio kitu kimoja. Champagne ni mtu ambaye anajua kujitangaza. Anajua kujitangaza. Kwanza felicitation kwa hicho kitu. Lakini hajaongoza muziki, kwa sababu mtu anayeongoza unamwonaga tu kama activity show zote zinakuja. Anaiongoza na anaonekana kwanza ni wa kwanza kwenye show zote zilizo zinapitikana. Yeye anajitangaza. Na Champagne ni mtu anajua kucreate sana. Mimi kuna kitu kimoja nimefurahi ile ma showbiz zao, na nimeuzia gari, nimefanya nini hapana. Kitu kimoja kujitangaza. Wasanii wa Burundi hatujajua kujitangaza. Sasa tuangalie Watanzania watushindia hapo. Watanzania watushindia hapo, wanajitangaza sana. Hawana franga. Wanatushindia hapo. Ukimwona anajipasua msanii mkubwa sana. Subiri uone, wakiwaita Burundi nataka milioni 10. Lakini kwao wapigi show. Akila kuja hapa milioni 10 anajibrand. Champagne sio msanii hapa, anasema kama ni wa kwanza kwa anayeongoza Kuja Flavor. Anayeongoza kwa skendo, anayeongoza kwa kujua maana ya reseaux sociaux. Sasa hapa wasanii wa Burundi washimame, tujue sasa sote reseaux sociaux ni nini. Yani wanasema, yani in fact inabidi muwe kama Champagne, mjibrand kama Champagne, yani mjue zaidi. Hata kwanza wengi hawajui. Wengi kuna mtangazaji unakwambia anakuomba emission, anamwambia hapana leo. Unaogopa nini? Haujui maana ya emission. Sasa kitu kimoja ni nini? Tujifunze sasa kujua, hatujui, ndio maana unaona muziki wetu uko pale. Unakuta sasa kila msanii wote scandals wanapozifanya, bwana azikamati. Mfano, kwa hii niko nasikia kama mke wa Bidondo. Juzi mimi mke wa Bidondo ananitafuta. Kabla ananiambia mimi nataka Bidondo ameniacha, nataka tupendane mimi na wewe tumuumize. Sasa najiwazia mtu anajiwazia nini? Nilisema sasa hivi mimi kwanza naangalia ni mama watoto 4 5. Hapo mimi nimwambie tunapendana naye. Nani atanielewa? Sasa nafanya naona hapana. Tena mke wa rafiki yangu msanii, basi ingekuwa sasa ni mwanamke hata mtoto tungemsaidia kwa skendo, lakini naona mtu ana watoto 4. Mama, hapo anakuja tena mimi tupendane tumuumize Bidondo. Nimekataa. Yaani Bidondo alikufuata peke yake akwambia swala hilo. Kabla agenda kwa God name. Alikuja mimi kwangu. Akaniambia, "Prima nahitajia unisaidie. Nimuumize Bidondo ameniacha." Nikakataa kwa sababu sio skendo. Kuna skendo ambao unapozifanya mtu anasema kweli. Sasa tujue skendo hapa Burundi ni nini? Hakuna hata umoja. Itabidi wajue skendo ni nini, unaonaje? Wajue maana ya skendo ni nini. Tujue skendo ni nini. Sasa mimi hapa naumizwa sana na muziki wa nyumbani. Muziki wa nyumbani ukingali kwanza na kuegamia sehemu. Kuna watangazaji washajigawa, ashakuwa fans. Unakutana mtangazaji ni fans wa fulani, na ule fulani hatakuwa anatoka mkinyo chake hata yeye kwenye kipindi. Really, kama nani vile? Sio sikasema jina, lakini wewe pekee fuatilia muziki wa Burundi tuangalie. Unakuta kuna mtu akiwa kipindi hawezi kosa kupiga hiyo nyimbo, yani ni tegeko. Sasa unakutana sasa huyo mtu, wewe ukienda ukipindi anakupatia sehemu yani ya dakika kama wewe unataka kupatia dakika 30, lakini anakupatia dakika 25. Lakini yule mwingine akikuja ni saa moja. Sasa unaona kama muziki wetu kuna ubaguzi fulani. Ndio maana muziki wetu hautoki sehemu. Unawashauri nini? Nawashauria kwanza, kitu cha kwanza tupende muziki wa nyumbani. Support vipaji. Wako wasanii wengi wanazalikiwa na vipaji, wanaimba vizuri. Na angalia sasa kuna kitu Kenya wajui. Sasa nikwambia watangazaji, ogopa ule msanii anafanya audio and video. Audio and video anaachilia nyimbo na unajua video kwa sasa hapa Burundi ni ngapi? Wa director kama wananisikia wako bei chini wa chini kione 700,000 anakusamea 4 5.
unasikia hapo wanakusamea. Sasa ule msanii anafanya audio tena ya $100,000, anaongeza tena laki kama 7 ama 4 5. Hapo wewe unambania au msupport au uoneshi kama nitia nguvu, unataka usupport ule msanii analala, apigagi show, msanii unamkutana ana connection, eti unataka umpandishe umfikishe wapi jamani? Wajue kwanza kujiuliza, unajua kwa nini Diamond kafungua TV yake? Kwa sababu Diamond Tanzania iko tofauti ya promo yake, watangazaji wa Tanzania wako tofauti na wa Burundi kwetu. Aje hapa Burundi ukishakuwa na jina, naweza nikaekaa nafuata miaka 5, jina langu ni lile lile. Kuna msanii Darijo haimbi, anajikalia zake, lakini jina lake ni lile lile. Tuko na bahati kubwa hapa Burundi, tena tujivunie hicho kitu. Sanction sio katrevia haimbi, haimbaki akishapita fasi anabaki ni stare vile vile, lakini zingine nchi ukilala hivi unaanguka na utarudiaka tena. Sasa Tanzania Diamond amekuwa msanii mkubwa, wakafika wanamfungia promotion, yani yeye ni wakulipa. Sasa media akitoa nyimbo ailipie, TV online ailipe tu tufanye kipindi. Sasa akaona acha nifungulie TV yangu, radio yangu, mpaka leo maendeleo yanaendelea. Sasa hapa muziki wa Burundi wajui kuufunga juu upanuki. Akina kutaka kuna msanii akishatoa muziki, funga tu muziki tu watu, nimetoa nyimbo yangu muipige. Sasa nchi kimeua muziki wa Burundi. Sasa tutaenda wapi? Na ukishaona hivyo shaka kuongea nao, waambie kwa nini unafanya hivyo, unaziwea hivi wewe hivi. Unajua nipigie siri. Hata kesho mama yako akikuwa msema sana akikutukana, wewe mtoto wangu nini? Na dawa ya mama ni nini? Sijui. Kimya. Ukiona mama yako anasema sana ama baba anakutukana, wewe mtoto wangu nini? Wewe kaa kimya. Kimya yako ndio jibu ya baba. Sasa mimi ukimya wangu huyu ndio jibu, nakuwa napaka kazi zangu tu. Target zangu ziko kivingine sana. Na ukiweza kuona frame mbona iko hapa? Frame kwa sisi mbona tunaona iko sana? Tuaga pesa wapi? Kwa nini anafanya muziki video? Nilianza imba tangu zamani. Niachiaga audio ni video. Sasa pesa anatoa wapi? Lakini hatumoni kwa zile show zao za ubaguzi. La Costa Beach ni wale. Ukisikia piko show la Costa Beach ujue patakuwa tu wale. Yaani kutafuti. Lakini sasa sisi tuna zingine njia zetu. Kama hivi hapa tunaongea, niko napanda hivi, naenda piga hela. Sasa unajua mtu yuko hapa, ndio piga hela. Tunaenda piga kwenye makonseti fulani, tunapanda hivi. Ya Idi, lakini hii kwanza leo tunaanza kupiga tena Idi, kesho tunarudi tena huko. Tunapiga zingine tena huko Marumonge, ndio hivyo. Sasa tunaishi connection. Sawa. Sasa zile connection zangu nazifichika. Kwa sababu unaona kama huku kwetu watangazaji wetu wanatusupport kweli, lakini waache kwanza ile upendeleo. Sasa ndio spendi. Unataka kumpromote mtu ana muziki umoja. Sawa, mtu ana albumu unashindwa kumpromote. Unaweza ukakutana ile nyimbo ni moja ila iko poa sana kuliko wewe ambao una nyimbo nyingi, anakuwa anataka kukuza kile kipaji cha ule ambaye ni mmoja ili aendelee kuwa, kesho awe kama streamer, kesho awe kama Fizo na wengine. Unajua kitu kimoja, yule sikatai inaweza kuwa ni nzuri sana, lakini wasikudanganye. Hakunaga mtu anaweza kufanya promise ya nyimbo moja eti ukampandisha akawa star zaidi. Hapana. Hawezi akawa star zaidi, ila kwa kutokana kule kumpromote kwetu sisi, unajikuta wewe pia unamjua, fulani anamjua, wengi wanamjua kupitia. Ndio. Nyinyi sasa mnaweza kumsema mnampromote vile, lakini gisi unavyovitaka wewe sio gisi wengine watavitaka. Sasa ndio nasema ingekuwa basi ni hivyo, nyote mnakamata na msanii akitoa nyimbo unaweka kwenye status yako, unashare, unaomba watu. Ushaifanya hivyo wewe? Nyimbo ya msanii wa Burundi. Yes. Wewe tu. Ndio. Ni wewe tu. Kuna wengine msanii akishaona linki ya fulani, anapandisha. Mimi akiona picha ya mwanamke timisi wa Burundi anapost. Sasa sikia, mimi natoa nyimbo video unapandisha. Unaona concert, unaona afishe ya fulani, kama ni ya Natasha, kama ni ya Fizo, ni ya Lolilo, unatia kustati. Nitoa nyimbo mimi msanii mwenzako, nyimbo tena video, unashindwa kupost. Wewe unaposti picha ya Miss Burundi, unaposti picha ya nasikia anniversary ya promoter, unatia kustati. Mimi nyimbo yangu si stati. Sasa inaonesha nini kama sio ubaguzi? Lakini kuna msanii mmoja juzi alikuwa na concert. Wanasaidia usikutie hiyo stati nani hiyo afisha yangu stati. Lakini kaangalia nyuma wakati nitoa nyimbo, hakuwa atatia comment. Kama sio siri nani huyo? Wengi sana. Wengi tunajua wapo, lazima kutuambia nani sasa. Kwanza wasanii wa Burundi wapendana. Unajua sio wote, kuna wenye wanafiki. Akesi ni mnafiki.
my god, kwani ni mnafiki tena mbaya sana. Kwa nini unasema kesi ni mbaya sana? Unajua kitu kimoja, mimi kama ninasema hivi ni mnafiki. Kwa nini sikusema wasanii wote? Ndio tuambie sasa sababu. Yule jamaa ni mnafiki tena mbaya sana, tena shetani. Si vipi? Yapo. Cha kwanza kujua kwanza kupenda. Unajua mtu akikufanyia wema, muoneshe kama aliwahi kukufanyia wema. Najua. Unajua mama yangu mimi aliwahi kuniambia mtoto wangu unasaidia sana, lakini kuna watu wakifika kula tasahau wema. Mimi nimemsaidia kiasi sana, lakini ni mtu nikutana ni mnafiki sana mbaya sana. Sasa lakini kinaweza nikasema kama anasema hiki kitu anajua kama mwenyewe atakuwa anajua kama Prima nimewahi kumkosea. Alikosea nini? Siwezi kusema mengi zaidi, lakini nasema kwa wasanii wote nimesema mnafiki ni yule jamaa. Na kama unaona zima TV zake zimebomoka manini ni mnafiki, hawezi fika, hawezi kuishi fasi. Uko na unafiki utafika utafaulu? Hapana, utafeli maisha yako mazima. Usimwombe mwingine kukonda, eti anakonda atakonda, hapana. Ananenepa kwa sababu ana pesa, ananenepa maisha yao iko sawa, familia zimewajengea. Sasa unakutana mtu yuko sawa lakini siwezi kukamata unafiki. Sasa nasema sawa wasanii, nimesema mfano kwa huyo. Wengine wasanii kama wana tabia kama za huyo, waache tupendane. Lakini nashukuru sana kwamba hivi Burundi tushakuwa na TV online zipo kama TV Imperial TV iko pale kwa sababu yetu. Tunashukuru mnakuja kututafuta na kujua ni nini kiko ndani ya moyo wetu. Tunajua kutatilia kwanza fuyo zetu, kelele zetu za muziki. Kwanza tunaomba Warundi mpatilie hizi TV na msapoti sana. Na tuache unafiki. Unafiki ndio unatuma muziki wa Burundi au fiki sehemu. Unaweza kwenda kwa msanii mwenzako mkaekaa, utoa nyimbo nzuri sawa, toka pale. Akiona mwanamke pale, simpendeke yule msanii. Nishinda tu kumtoa. Maki anakuponda na kuteta. Sasa hichi ndio kinaomba muziki wa Burundi tupendane, tusambue. Black Satbika toa nyimbo yake nzuri na Benturo. Emable tayari toa nyimbo nzuri. Video nzuri. Kule wakuonesha upendo. Lakini subiri. Wao wanafiki watoe nyimbo. Jamani, kama mnavyosikia, Brofina ana malalamiko yake kuhusu wake, si vile watangazaji, yani itabidi kama anavyosema wamoja sijui ajikosoe, wengine sijui takwaje. Hapana, sisemi kwa ubaya. Mimi sipendeki kufuchika kitu. Na kisemaga kisikiko. Sawa. Mimi ni msanii tena mdogo. Siwezi sema mkubwa, mdogo. Bado nahitajia support nifike sehemu ninapoitaka mimi. Kikubwa kwanza, unajua wasanii wa Burundi wanafeli wapi? Ndio tuambie. Sio msupport mtu tu na wakati unaona amefeli. Maskini ya Mungu, kuna kipindi nimewahi kufuata wa jamaa wangu Masoja Eroero, tumemba na wajirani wangu. Leo wako wapi? Wamefeli wapi? Hatujui. Saa zingine na kutafuta wanamke sana huko msanii utafeli. Naona franga. Naongea ukweli. Na sometimes huko msanii unapenda wanamke na hauna nafasi ya kuwaweka. Unapenda wasanii hauna pesa, unakula kwa shida. Alafu unataka uimbe uwe star witi. Sasa Brofina pendagi wanawake. Wananipenda wenyewe. Wenyewe? Yeah. Really? Yeah, mimi kutongoza. Tatongoza hadi wakati najiamini. Handsome boy. Sasa nilikuwa nataka naongelee point. Tunafeli hapo. Wewe msanii mmoja unataka uwe na wanawake 7. Sasa unakuwa na ule uroho. Unakutana umebebesha mimba, unaikana mkosi huyo. Unasikia sasa kwenye hapo kuna issue kuhusu mimba hapo. Subiri kwanza. Wanafeli watu hapo. Unapewesha mimba, unaikataa, unafeli hapo. Unakutana sasa maendeleo yako ya kweli. Haya twende. Issue gani? Kuna juskati hapa uliposti status, ukaposti kuhusu mtangazaji mwenzetu Delicia from dftv. Ukaandika eti hongera kwa mimba, mtoto wao mwite Prima. Kuna mahusiano gani kati ya Delicia na Prima bot? Ananipenda sana kufa. Prima? Yep. Delicia? Yeah, ni nani? Mungu. Shule mtangazaji wa kufanya dftv, yes. Ananipenda kufa. Na ile kuhusu ile kuandika mimba nini ndio inakuwaje? Tumeshona kwa sababu amewahi kufanyia surprise mwanaume wake anaitwa Soso. Aya kwa sasa ananiambia kama ni ex. It means wewe na Delicia mko mna date, mnatoka wote. Kabla hajaenda hata Kampala alikuwa na kwanza, ukimwangalia vizuri kwenye tattoo yake kwa kiuno kuna Prima. Delicia na tattoo kwa kiuno. Wewe ukikaa kama rafiki yake atakupandishia. Ulionaje? Mimi niliona sana, nakwambia kwa sababu najua amenipenda sana.
hadi akafanya je sasa. Na ndio maana unaona Frima kwa system hii sipendi sana kufanya kipindi pale kwa TV ya fani kwa sababu nikifika pale sifai tena kipindi na kwa ndio kilio. Yeah. Jamani, timizi wewe ulikuwa na date na Delicia then sababu ya Soso ikatokea mtafaruku kati yenu. Soso ni rafiki yangu, director wangu. Sina ugomvi na wale. Kama ule sikila mtu huko, mwanamke na jamii najua mimi nikitoka na huyu natoka na huyu. Delicia na sababu ananitafuta mimi. Ndio sasa uniambie kuna sababu anakutafuta wewe. Mimi nauliza kuhusu ile kuandika hongera kwa Delicia ni mjamzito. Sio kumuuliza. Sija kumuuliza na kuuliza sababu wewe ndio ulipost. Wewe ndio muulize sasa. Wewe utabidi kwanza unipe mwangaza. Sema. Kwa nini na ndo write hivi? Unajua kama naweza kuandika hivyo, kwa nini nikikwambia nikaandika hivyo ile status wako ukajifikiria nini? Niliona vile nijifikiria mengi lakini kakosa majibu. Ndio maana nilikutafuta. Unajua maoni yangu mimi. Nataka kuandika anasema hongera sana au mtoto umuite Frima. Na maoni yangu nimeandika vile. Ndio uniambie, ndio nataka kujua Delicia ni mjamzito au? Siku hizi anatonda, siku hizi yeye anatonda kazini. Of course anatonda. Hongera. Hata juzi tulikuwa naye kwenye press conference ya niko sana atakwambia. Yeah. Yaani timizi uliandika vile kwa hasira, uliandika vile kwa kumpongeza au ikoje? Nani? Dinye. Ni kumpongeza. Kwa kumpongeza. Yeah. Uko sure kwamba kwa ni mjamzito? Mbona unaniandama? Nataka kujua kwa sababu umeshasema ulidate naye. Na utafaruku ulikuja kisa kufanya surprise ya Soso. Utamuuliza sasa mhusika. Mhusika ni wewe kwa sababu ndio ulitia status sio Delicia. Wewe ndio ulitia status na wewe ndio itabidi utuambie. Akija ataitwa Frima. Ndio weke wazi ni mjamzito, akiwa mjamzito wewe baba au Soso. Tuache utauliza kama ni yeye. Ni Soso ama Frima? Ndio uniambie wewe. Hata unaweza kuwa unajua. Jifikirie sasa. Jifikirie kwa hicho kitu. Ukishaandika hivyo maana yake wewe ndio baba mtoto. Sasa sijasema hivyo. Wewe sasa uende sasa ufikirie hicho kitu. Frima kaandika hivi juu ya nini? Kwa Afrika zangu mimi za haraka na ndivyo na ile status. Nilitia kwa kichwani mwangu kwa wewe ndio baba mtoto. Kwa sababu huwezi kwa right vile for nothing. Sasa kwanza mwenyewe kwanza anakubali kama ana ujauzito. Sijamuuliza hicho kitu na wewe ndio wa kwanza ninauliza. Sasa mimi sikusema hicho kitu, anza kwanza muulize ule. Ulishasema itabidi uambie kwa sababu uliandika status. Akwambia ana ujauzito ndio utajua hapo. Akikataa tutasema kama sio yeye. Itaonekana wewe mongo. Mongo. Why sasa unataka uonekane mongo? Mimi sijasema hicho dada, asante. Tuache hicho kitu unaniingia sana. Unauliza sana. Itabidi nimtafute Dinye Delicia ili tujue kweli zaidi. Kwa hivyo sasa nikafikiria kwa mtu kama wewe Frima na usanii wako unaweza ukaandika kitu bila malengo. Kila kitu kina malengo. That's why uliwrite vile kwa status yako hongera Dinye Delicia kwa mimba. Sasa bidi akija aitwa nani? Frima. It means kuna kitu mtaki kuweka wazi. Na sio poa, tuweke wazi. Asante kwa hizo swali zako. Hapo mhusika ule nimepost atakwambiaje? Je, nikiwaita nyote? Siwezi. Why? Siwezi. Kwa nini? Kwa kipindi na Delicia? Siwezi. Kwa nini? Kwa nini nifanye na kipindi? Ndio mnataka mtuweke wazi. Si kesi. Wazi kwa kesi. Mambo ya siri. Kiro safi tu. Dada. Hiyo sio siri kwa tumesha post. Tunajua kila mtu aliyeona kajua. Ongea ingine please. Tuongee kwanza muziki wa Burundi. Na kama mjamsikia Frima amesema hataki hilo swali tena. Mimi namezea ila na maswali mengi itabidi niulize mpaka nitakapopata ufumbuzi wa swala hili. So Frima, niambie vipi sasa kuhusu kazi zako zijazo? Watu watarejea nini? Tusubirie nini? Inakuaje? Asante sana. Mimi kwa kawaida yangu kuna nyimbo nataka kuachia, sio collabo. Collabo na nani kama sio siri? Sio siri, ni video ni collabo kwanza mimi na esthernish. Itaitwaje nyimbo? Utaipata title. Mimi nasemaga title ya nyimbo ikishatoka. Tena video. Audio video. Ziko mbili. Kuna nyingine nyimbo inakuja inaitwa too much. Zote zitambatana audio na video. Kawaida ya Frima. Zote zitatoka ni video. Lakini inaweza kujua yenyewe kutoka mbele mimi na esthernish. Tegemea kama itakuwa nzuri kama shuka. Haitakuwa zaidi kwa sababu hivi tunaenda kwa ubunifu. Nikitoa kitu nataka nifanye kingine kizuri bila mia fly.
wengine wafurahi, wanani wote. Sasa nataka nifanye kitu kikubwa sana zaidi. Kitu gani hawakukuuliza? Swali gani unajisi hatukukuuliza unahitaji kuuliza ili upate majibu? Kitu gani unahisi unaweza kuwaambia watangazaji, wasanii wenzako? Pia vile vile utuambie kiundani zaidi kuhusu concert zako ziko wapi, mashabiki wako. Asante sana. Nilikuwa mliniuliza vitu vingi sana na mliniuliza vitu ambavyo sikuwa najua kama mtaniuliza. Nashukuru sana. Hapo kingine naweza kusema kwamba kingine kimoja naweza kusema kwanza, wadada wa Buja Flavor, mpunguze hizo style zenu. Utakutana mnazaa watoto wengi sana. Hapo kingine nacho nitaka kusema concert yangu nayo Muinga. Tapiga Muinga hapo Laidi kwa moto. Baada ya hapa toka Muinga takuwa niko Rugombo, Chipitoki cha Rugombo. Kuna show kule inatakiwa nifike. Toka Chipitoki cha Rugombo takuwa pasi panaitwa Rumonge kule kubichi kule kumasamaki. Itakuwa pale, itakuwa ni show pale. Itakuwa niko pale na kilisha. Mwenyezi Mungu amefungua njia na nahisi kwamba hizo ni show ambazo zipo, lakini sio ya Kulaidi tu, ni ya Muinga. Kingine nataka kusema kwamba watu mnafuata hii TV msupport sana. Imperial TV iko kwa ajili yetu sisi wasanii, mimi nafanya biashara, unaweza kuwasaidia na kupitisha kazi zenu pale, itakuwa vizuri sana. Tujue TV iko pale juu ya nini. Wewe msanii una maoni, uko na kitu ambacho unataka kufikishia, au tangoja kuambia wao watakutafuta ili wapate habari, ndio kazi zao. Nashukuru sana kisi nimekutana nao na hisi kwamba kazi zangu nyingi, kama nimetoa nyimbo yangu Shuka, ni nyimbo nzuri sana ambayo hata kama ileta utata kidogo, tunataka Burundi wanamke kujiachia kama wale. Soon tutafanya za kushinda pale, wanamke kujiachia full, tutafanya muziki mkubwa sana wa Afrika. Sasa Jamaica ni? Ya Jamaica ndio kinakosa hapa. Tujisambue tufanye muziki mzuri. Nashukuru sana Satbi, umeachia nyimbo nzuri. Wena Benturo, Emabtayaya, naongeza kusema hiki kitu kwa nyimbo nzuri sana. Jadix umefanya nyimbo nzuri. Wasanii wenzangu wote nawapenda. Tupendane sasa kwa pamoja. Lakini kuna wasanii hajaweka comment kwa nyimbo yako na ikaleta tu unafiki. Na wewe unafiki wako hakuna kutafiki. Utabaki unafeli kwenye maisha. Leo utaona Freeman ananenepo nafikiri ni mchawi. Hapana. Najua kuishi vizuri na watu na nina connection kubwa sana. Shabiki zako naombeni wasubscribe sana kwanza hii TV, Imperial TV. Weka comment, ongeza, pandisha, share. Na kingine kwanza na nyimbo yangu Shuka napasha, nataka sana mpige comment nyingi zenu pale, mniambie Freeman ongezea ama punguza, muongezea volume tena ama kaza zaidi, hapo msubirie collab inakuja mpya. Sio muziki wa comedy, tunafanya muziki professional. Tunakuja sasa hivi, tumekuja sasa. Naomba comment unahitaji tuachie nyimbo siku gani, kwa sababu nyimbo zipo, nimeweka stock ya video 2. Asante. Asanteni sana wadau wa TV Imperial TV, tunasema asante. Kwenye microphone kwa na mimi Livilo sana, kama nilivyoambia behind the camera tuko na Farao the Monster. Tukutane hapo kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, na natakia Idi Mubarak.